Swali kubwa ambalo nilikuwa najiuliza siku zote na sasa nimelipatia majibu kwa usahihi wa undani yake zaidi ni kwa nini baadhi ya watu wanafikiria zaidi kuhusiana na masuala ya kimaendeleo, lakini baadhi ya watu hawafikirii kabisa kuhusiana na maendeleo. Sasa swali hili nimeweza kulipatia majibu scientifically kabisa. Sasa ili kuweza kufahamu jambo hili na kuomba subscribe na bonyeza alama ya kengele ili tuweze kuwa pamoja ninapokuletea nondo na fakti za kisayansi. Sasa baada ya kufanya uchunguzi na kuweza kupeluzi baadhi ya scientific fact, nikaweza kugundua kwamba kuna mifumo miwili ambayo hii mifumo ndiyo ambayo inasaidia katika kuweza kufikiria either positively kuhusiana na maendeleo au kufikiria negatively kwamba maendeleo it is impossible, hatuwezi kufanikiwa. Mafanikio ya mtu yamebebwa kwenye connection ya sasa, lakini ukisoma hii mifumo miwili kiundani zaidi utaweza kugundua fursa mbalimbali sana. Sasa nimejifunza kuhusiana na mfumo wa prefrontal cortex. Hii sehemu ya prefrontal cortex inapatikana kwenye ubongo kama nilivyozungumza nyuma kwenye video zangu za nyuma kwamba hii prefrontal cortex inapatikana kwenye ubongo wa mbele na hii hufanya maamuzi zaidi kwa kutumia akili. So prefrontal cortex inatumia akili zaidi katika kufanya maamuzi, lakini pia tuna limbic system. Limbic system hii inafanya maamuzi kwa kutumia hisia zaidi na sio akili. Kwa vitu vingi ambavyo tunavifanya kwa kutumia hisia zaidi, esa umpata pesa unaanza kunywa soda, umpata pesa unaanza kufanya starehe za muda mfupi, maamuzi yale yanafanyika katika upande wa limbic system. Lakini ukianza kuwaza kuhusiana na uwekezaji, kuweka akiba na masuala mengine yanayohusiana na masuala ya asset na and not liabilities, hii sehemu ambayo inafanya maamuzi kuhusiana na hayo mambo ni sehemu ya prefrontal cortex. Kwa hiyo watu wengi waliofanikiwa kama kina Jack Ma, kina Jeff Bezos na kina Mo Dewji, kina Diamond Platinum, kina Harmonize na different kuna watu wengi sana wamefanikiwa. Hata mtaani kwako kuna watu wamefanikiwa, ni watu wengi sana wamefanikiwa, ila mimi nami sijafanikiwa bado. Ni kama wewe navyo, nipo katika hatua kujitafuta na nazidi kupambana kwa sababu naamini ubongo unaandago mabadiliko. Kwa hiyo lazima ni move kutoka kule ambako nilikuwa nipo nilikuwa katika upande ule ambao wa kujifunza mambo ambayo yanahusiana na maendeleo, kwa sababu ubongo una sehemu au una undergo process moja ambayo inaitwa neuroplasticity. Neuroplasticity huu ni uwezo wa ubongo kuweza kubadilika kulingana na kitu ambacho unakiangalia zaidi au unajifunza zaidi. Kwa hiyo naamini kupitia process ya neuroplasticity, sio mimi tu, hata wewe unaweza ukabadilika kutoka hatua ile ya kusema kila siku ukiingia online unaenda TikTok then mpaka bando linaisha hujajifunza kitu chochote kile. Lakini kupitia hii process ya neuroplasticity itakufanya wewe uweze kubadilisha ubongo wako kutoka mtazamo asi wa kimaendeleo kwenda mtazamo chanya wa kimaendeleo. Kama mimi leo nilivyoamua kumove kutoka mtazamo asi wa kimaendeleo kusema kwamba maendeleo yamebebwa katika connection, lakini leo hii ninawaza positively. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii process ya neuroplasticity naitumia vyema sana ili kuhakikisha na mimi nawaza positively kuhusiana na maendeleo, ili niweze kukaa katika nafasi nzuri katika level za kiuchumi. Kwa hiyo ubongo unaweza kukufanya wewe either uwe maskini au uwe tajiri. Kwa hiyo ninachokuomba kwamba usisahau kusubscribe hii channel yetu ili nikupe update na nondo za kila siku. I say of course update zipo nyingi sana, nondo zipo nyingi sana, na wengine wananiambia nihamia katika mfumo wa uzazi, ila of course nitahamia katika mfumo wa uzazi, lakini sasa nataka nikuchambulia zaidi kuhusiana hii mifumo miwili ya prefrontal cortex pamoja na limbic system, then after finishing we'll move to the next systems. Thank you very much. Do not forget to subscribe na kubonyeza hiyo alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata update zangu pale ninapokuwekea. Ni mimi Simon Boniface, Best Biology. Thank you very much.